Basi neno hili alipaa maana yake nini? Kama sio kusema kwamba naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya nchi. Naye akashuka, aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye aliwapa wengine kuwa mitume, alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo na kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa ule mstari unaofuata, mstari wa 14, ndio hasa kichwa cha ujumbe wangu. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu ya kila hata ya hila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. So kichwa cha ujumbe, ili tusiwe watoto wachanga. Hallelujah. Maandiko haya niliyozungumza yanaongea juu ya kazi kubwa ya kwa nini Mungu alitoa zile tunaita huduma tano. Kwa nini Mungu alitoa mitume? Kwa nini Mungu alitoa manabii? Kwa nini Mungu alitoa wainjilisti, waalimu na wachungaji? Anasema ni kwa ajili ya kuandaa watakatifu. Napenda ile tafsiri ya Kizungu inasema to equip the saint for the work of the ministry, for building up the body of Christ. Kuwa equip. Bwana asifiwe sana. Neno kwa equip maana yake ni kuwawezesha, kuwatia nguvu, kuwapa nyenzo, kuwapa vifaa vya kazi, kuwapa silaha, kuwatia maarifa na ufahamu. Haleluya. Ili ya kwamba tukafanye kazi ya huduma. Hiyo ndio kazi yetu wachungaji. Ni kuandaa Wakristo, kuwatia moyo Wakristo, kuwapa silaha Wakristo, kuwa-equip kwa ajili ya kazi ya huduma. Na Biblia inasema, wacha niweke msingi alafu baadaye nitahubiri kabisa. Na Biblia inasema tukifaulu kufundisha, tukifaulu kuandaa watu, matokeo yake ni nini? Ameyataja pale matokeo. Tokeo la kwanza anasema sisi sote tutafikia umoja wa imani. The unit of faith. Umoja wa imani ndio kitu muhimu. Huwa nasema kwamba si mpango wa Mungu tuwe na umoja wa kanisa, lakini ni mpango wa Mungu tuwe na umoja wa imani. Umoja wa imani maana yake ni kuaminiana, ni kuchukuliana, ni kutambua kwamba Mungu anatumia makanisa yote kwa ajili ya kutimiza makusudi yake. Umoja wa imani ni kujua ya kwamba mimi si bora kuliko huyu. Umoja wa imani ni kujua kwamba tunamhubiri Kristo mmoja, tunapeleka watu mbingu moja, tunawaandaa watu. Kwa hiyo sisi sote we are doing the same work, tunafanya kazi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima kila kanisa, najua hapa naongea na wachungaji na washirika na viongozi, kwa hiyo nitagusa pande nyingi kabisa. Ninajua kabisa kila kanisa lielewe kwamba Mungu amelipa assignment yake. Mimi nachunga RGC, Redeemed Gospel Church. Mungu ametupa assignment yetu. Ninajua hawa ni nayo Gospel Assembly, Mungu amewapa assignment yao. Ninajua na wengine kulingana na vile Mungu alivyowaita, kwa sababu kanisa moja haliwezi kufanya huduma zote. Ndio maana Mungu anaweka neema fulani ndani ya kanisa moja na neema nyingine ndani ya kanisa lingine, ili ya kwamba tufaidiane. Kile nilicho nacho huyu hana, kile alichonacho mimi sina. Kwa hiyo ninamhitaji, ananihitaji, tunahitajiana. Hebu gusa mwenzako, mwambie tunahitajiana kwa jina la Yesu. Hallelujah. Wanasema every church must do something, but not every church can do everything. Kila kanisa lazima lifanye kitu fulani, kwa sababu si kila kanisa laweza kufanya vitu vyote. Na kila kanisa, watumishi wa Mungu, lazima lijivunie hiyo kitu naitaka uniqueness. Hiyo kitu ya upekee, hiyo kitu ya special.
Bwana Yesu asifiwe. Nasema hiyo kitu ya uspecial kwa sababu Mungu anataka tuwe na umoja, lakini Mungu anasherehekea utofauti wetu. Nahubiri vizuri asubuhi ya leo. Nasema Mungu anafurahia umoja wetu. Hallelujah. The essence of beautiful is the unity in diversity. Yani ule uzuri wa umoja ni katika utofauti wetu. Amen. Kwa hiyo kila mmoja wetu hapa kama kanisa, kama watumishi wa Mungu, ana namna yake, ana staili yake, ana swaga zake, ana vionjo vyake, ana utamu wake. Na hii ndio inafanya kanisa liwe na nguvu. Kanisa nguvu yake ni utofauti wetu katika umoja wetu. Ningepata watu wanaonielewa, wangepiga vigelegele vyenye wasi za kutosha. Haleluya. Na Biblia inasema tukishafika umoja wa imani, basi tumfahamu sana mwana wa Mungu. Naomba kwenda utulivu wakati mashemasi na viongozi wanapanga watu. Tumfahamu sana mwana wa Mungu ili tufike kwenye cheo na kimo cha Kristo. Haleluya. Na sasa ule mwisho wake, matokeo yake, anasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupa huku na kule kwa elimu na mafundisho yasiyo sahihi. Moja ya mambo muhimu, mabibi na mabwana, ni kulitoa kanisa kwenye uchanga, kulipeleka kwenye ukomavu. Moja ya vita ambayo tunapambana nayo ni kuwatoa watu kwenye mtazamo wa kuwa tegemezi na kuwawezesha kujitegemea, kwa sababu Mungu anataka kila aliyokolewa imani yake iwe inakuwa toka kiwango A kwenda kiwango B. Mungu anataka kila aliyejazwa Roho Mtakatifu awe na uwezo wa kutembea mwenyewe, ili ya kwamba vita vinavyoinuka aweze kujisimamia na kupigana vita za kiroho. Asubuhi ya leo, moja ya assignment yangu ni kukuonyesha namna gani tutaachana na utoto, namna gani tutaachana na kulialia, namna gani tutaachana na ujinga wa kanisani, ili tuweze kufika katika standard na uwezo wa Kristo aliye hai. Sema amina mabibi na mabwana. Sijasikia bado, sema amina. Haleluya. Na hiyo ndio kikwazo kikubwa. Naongea kama mchungaji, naongea kama askofu, mbali na wachungaji zaidi ya 300 chini yangu. Kwa hiyo ninaelewa changamoto tulio nayo. Kama maaskofu tunalia na wachungaji wachanga, kama wachungaji tunalia na washirika wachanga, kwa sababu kuokoka ni jambo moja, lakini kuendelea katika imani ni jambo lingine. Kuwa mwamini ni jambo moja, kukua katika imani ni jambo lingine, na hilo ndio la muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme hivi, andika hii point ya msingi sana. Ukomavu ndio msingi wa kukua kwa kanisa. Spiritual maturity is the foundation of church growth. Nasema tena kwamba ukomavu ndio msingi wa kukua kwa kanisa. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu tumeona katika maandiko niliyosoma kwamba kazi ya mchungaji si kufanya huduma. Sikia, niangalie huku. Nasema kazi ya mchungaji si kufanya huduma. Haleluya. Kazi ya kocha si kucheza ndani. Kazi ya kocha ni kuandaa timu. Kazi ya mchungaji ni kuandaa watu. Kazi ya mchungaji ni kutrain, ili ya kwamba wale watu tunaowaongoza waweze kuwa baraka katika huduma na katika kanisa. Kuna sheria moja ya kujifunza, wanatheolojia hawa wanaelewa. Wanasema kama mwanafunzi hajajifunza, ni stahili kwamba mwalimu hajafundisha. If the student have not learned, that means the teacher has not taught. Kama wanafunzi hawajajifunza, inamaanisha walimu hawajafundisha. So kazi kubwa kwetu kama wachungaji ni kuambukiza tulichobeba, ni kuarithisha tulichopokea, ni kuwaonyesha tulicho nacho, ni kuwakabidhi ufahamu na ujuzi, ili ya kwamba tuwe na kanisa lenye kujitegemea. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndio maana kama mchungaji ambaye ndio main coach, askofu akifika utaniambia, ndio
Tumpokee vizuri. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Gusa mwenzako mwambie hello. Shika kichwa chake kama ni size yako, mwambie hello. Mambo haya ni muhimu. Kama hajaelewa mpige kidogo tena, mwambie mambo haya ni muhimu. Haleluya. Mimi ukiacha kuhubiri, kitu kingine ninachokipenda kukisikiliza, sio kukifuatilia sana, lakini kukisikiliza, ni taarifa za mpira wa hapa na pale. Na kuna timu kadhaa nzuri nazipenda, na zingine mbaya sizipendi. Sasa katika kila timu, kama kuna mtu muhimu kwenye timu ni coach. Kwa sababu kazi ya coach moja wapo ni kutengeneza mentality ya wachezaji, ni kuset mtazamo wa wachezaji. Kazi moja ya coach ni kuchochea morali. Haleluya. Yaani kuhakikisha kwamba timu inaingia kwenye mpira ikiwa na morali ya ushindi. Kazi ya coach ni kutengeneza strategies, ni kutengeneza mifumo na tactics ambazo kwa hizo ndio unaona hii timu inashinda. Timu haishindi kwa sababu wachezaji ni wazuri peke yake. Timu inashinda kwa sababu coach anajua mbinu. Timu inashinda kwa sababu coach anajua namna ya kuwa raise vijana wake. Haleluya. Na kwa sababu hiyo wachezaji wanakuwa bora kwa sababu kocha ni bora. Pastors, mtanisamehe kidogo. Maandiko matakatifu yanasema kama alivyo kuhani ndivyo alivyo na watu wake. Kwa lugha nyingine ya kwamba coach ndio anaseti tempo na standard ya kanisa. Pastor ndio anaseti standard na viwango vya kanisa, kwa sababu ndiye ambaye mtu alipewa maono, ndiye alipewa ramani ya kanisa, ndiye aliyesikia wito, ndiye aliyebeba maelekezo, ndiye aliyebeba mbinu za kusaidia ushindi wa timu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini Yesu alifaulu kwenye huduma yake? Kumbuka kichwa cha ujumbe ni ili tusiwe tena watoto wachanga. Haleluya. Kwa nini Yesu alifaulu kwenye huduma? Ni kwa sababu aliwekeza kwa viongozi, aliwekeza kwa watu, aliinvest kwa watu. Ndio maana Yesu hayupo lakini kanisa linaendelea. Yesu hayupo lakini bado tunashinda na kuhubiri habari za Yesu. Kwa sababu ili watu waelewe investment ni ya muhimu kwenye maisha yao. Wacha niwaambie wapendwa, kama tusipoona umuhimu wa kulifundisha kanisa kukua, tutakuwa na washirika wachanga, tutakuwa na viongozi wachanga. Na tabia ya mchanga ni kulialia, tabia ya mchanga ni kunung'unika. Ndio maana tuna washirika wanung'unikiaji, tuna washirika wanaolialia. Hii tabia tunaiona Tanzania ya watu kukimbia kanisa moja kwenda kanisa nyingine kama malaya wa kiroho, ni kwa sababu ya spiritual immaturity, kwa sababu ya uchanga wa kiroho. Na uchanga hauondoki kwa maombezi. Nahubiri vizuri. Haleluya. Nyosha mkono, sema mshua anahubiri vizuri. Uchanga hauondoki kwa maombezi. Utaombewa mpaka nywele zitoke, lakini uchanga hautoki kwa maombezi. Maana uchanga ni kwenda kwenye ukomavu, ni process, ni mchakato ambao kila mmoja anahusika. Huwezi kutoa jukumu la kuwa mkomavu kwa mtu mwingine. Watu wanakuja kanisani kazi yao niombee. Wewe utaombea wengine nini? Kwa sababu naongea na watu muhimu, sitatumia maneno rahisi leo. Tatumia maneno magumu. Na ukitaka kujua kanisa linakuwa ni wakati linaanza kufurahia maneno magumu. Nasema ukitaka kuona kanisa linakuwa ni wakati linaanza kufurahia maneno magumu. Ndio maana Yesu akiongea na washirika anawapatia mikate na kuwaponya magonjwa yao. Lakini akiongea na Petro na wengine wakomavu, ingekuwa ni mshirika amemwambia Yesu hautakufa, Yesu angemwambia Bwana akubariki, ni mawazo mazuri lakini sio ya kiungu. Lakini alipoongea na Petro akamwambia wewe ni mkomavu, lazima nikuongeleshe maneno mazito. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anamwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani wewe. Sababu Biblia imesema kuna mambo mengi yalifanyika hayakuandikwa kwenye Biblia. Mimi najaribu kuongezea yangu ambayo hayakuandikwa.
Labda Yesu alimwambia shetani, rudi nyuma yangu shetani wa miguu miwili wewe. Hiyo miguu miwili haipo kwenye maandiko. Lakini alitumia maneno magumu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wazungu wanasema it's more dangerous to be among the drunkard and not drinking. Yaani hatari kuwa miongoni mwa walevi na wewe haunywi. Ni hatari sana. Kwa hiyo hapa ni mahali pa kelele na kusema amina. Ngine nasubiri tu mpaka Yanga ishinde ndio mnashangilia. Shangilieni, Yesu yupo hapa. Yo shambolo sema amina Tanzania. Na vigelegele vingi. Amen. Kwa hiyo Biblia inatupa mandate wachungaji kwamba tumlete huyu Mkristo kwenye kimo na cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine inaongea habari ya ukomavu, spiritual maturity, habari ya kuongereka kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimesema Yesu alifaulu kwa sababu alikuwa na watu walioelewa. Lakini Yesu alifaulu kwa sababu alikuwa na watu walioelewa alichokibeba. Moja ya shida tulionao church ni kuwa na washirika ambao hawajui nini tumebeba. Ndio maana unafikiria umekuja kanisani kwa hiari. Sikia, popote Mungu alipokuweka mahali sahihi kwa kiroho, hauko pale kwa chaguo lako, hauko pale kwa hiari yako. Ni agizo la Mungu kwa sababu unahitajika kwenye hiyo madhabahu. Ni kwa sababu una responsibility kwenye hiyo madhabahu. Ni kwa sababu una wajibu kwenye hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo walipoelewa wito wao, wakakubali wajibu wao. Kila kanisa, sikilizeni watu wa Mungu, kila kanisa lina kitu Mungu amelipatia. Na hicho kitu hakiko kwa kila mtu. Mungu anakiwekeza kwa mbeba maono. Anaitwaga vision kali. Hawa wachungaji, hawa ndio walisikia sauti ya Mungu. Mungu alimwambia Musa, nataka nikuonyeshe ramani ya huduma. Nataka nikuonyeshe namna utakavyoenda kunijengea hekalu. Nataka ukafanye hivi A, B, C, D. Wakati Mungu, niangalie hapa wewe, wakati Mungu anaongea na Musa, mzee wa kanisa hakuepo, wala shemasi hakuepo, wala mwinjilisti hakuepo. Ni Mungu na Musa mlimani. Anapewa mandate, anapewa responsibilities, anapewa vitu vya kwenda kufanya. Na Mungu anamwambia sasa, Musa, nenda kanijengee kulingana na nilichokuonyesha mlimani. Kanisa unalokwenda, kuna mtu amepewa ramani ya huduma. Kuna mtu amepewa responsibility ya huduma. Hauendi kanisani kama mshabiki. Amina. Nafikiri wahubiria hao peke yake. Nyinyi nendeni nyumbani, tuonane kesho. Ni upande huu. Bwana asifiwe sana. Nasema hivi, hauendi kwenye hiyo church kama mshabiki. Huendi kama mtu aliyeenda kusaidia. Yako mawazo mengi maovu ya washirika. Anasema nimekuja kanisani kusaidia. No! Ndio maana tunawasukuma watu kufanya huduma. Maana anafikiria yeye amekuja kutusaidia. Hujaja kutusaidia. Mungu hasaidiwi. Nasema Mungu hasaidiwi. Umekuja hapa kwa sababu unahitajika. Umekuja hapa kwa sababu wewe ndio unamhitaji Mungu zaidi kuliko Mungu anavyokuhitaji wewe. Nahubiri vizuri mchana wa leo. Haleluya. Mungu anaweza akafanya bila sisi, lakini sisi hatuwezi kufanya bila Mungu. Ndio maana tunamhitaji Mungu. Ndio maana Mungu akikupa huduma kanisani, nyenyekea. Acha mashauzi, acha kuringaringa, acha kusubiri kupembelezwa. Wengine mpaka watongozwe ndio wafanye huduma. Hiyo sio wito ulioitiwa. Wewe ni mtoto wa ufalme, fanya majukumu ya ufalme. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ukubali kukua, kubali kuongezeka. Paulo anasema nilipokuwa mtoto naliongea kama mtoto, naliwaza kama mtoto. Reasoning capacity yangu ilikuwa ya kitoto. Lakini nilipobalehe na kuvunja ungo kiroho, niliachana na mambo ya kitoto, nikawa mkomavu, mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda watoto, lakini Mungu hana shughuli na watoto. Kwa sababu tukiwa na washirika ambao wana mtazamo wa injili ya wokovu, tutachelewa sana kutimiza maono ambayo Bwana ametupatia. Injili ya wokovu ni nzuri, lakini baada ya kuingia kwenye injili ya wokovu, the gospel of salvation introduces you to
to the gospel of the kingdom. Inakuintroduce kwenye injili ya ufalme. Wacha nikuonyeshe tofauti zake. Injili ya wokovu tunakwambia njoo uokoke, njoo usamehewe dhambi, njoo ubarikiwe, njoo uponywe magonjwa, njoo Mungu akutoe laana, njoo utolewe pepo. Ukishakuja unaanza kuielewa injili ya ufalme. Nasema injili ya ufalme si ya kupokea. Injili ya ufalme ni ya kutoa. Injili ya ufalme si ya kubarikiwa. Injili ya ufalme ni ya kuwa baraka. Injili ya ufalme si ya kutiwa moyo, ni ya kutia moyo. Naongea na watu, naongea na misukule hapa. Nasema injili ya ufalme inakuhitaji ufanye jambo, usikusubiria ufanyiwe. Lazima mindset zetu zibadilike. Vinginevyo utakaa kanisani miaka mingi bado ni mchanga kitoto. Una umri mkubwa kimwili, lakini kiroho unavaa pampasi za kiroho, kwa sababu unasubiria utiwe moyo. Na hawa ndio wanasumbua kanisa, washirika ambao wako church lakini hawana faida. Mungu hajakuleta hapa ukae kwa hasara. Mungu anataka uwe mshirika wa faida. Usipokuwa mshirika wa faida, wewe ni mshirikina na sio mshirika. Niende ndani kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya kuja kanisani na kukaa kama mheshimiwa na mchunguzi wa mambo ya kiroho, hiyo itakuchelewesha sana kukua kiroho. Tabia ya kukaa kanisani ya kushangilia na ufanyi vitu, mimi nachukia kabisa washirika ambao hayupo kwenye idara yoyote church. Kwa wamama hayupo, kwa wababa hayupo, kwenye vijana hayupo, kwenye praise team hayupo, kwenye mashemasi hayupo, kwa wainjilisti hayupo. Ukisema wanaume wabaki, habaki. Ukisema wanawake wabaki, habaki. Unajiuliza huyu ni sexless au ni mtu gani ambaye hayuko kila mahali? Tutaanza operation ya kuwakagua nyinyi, wewe ni wa kiume au ni wa kike, maana hakuna mahali upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana umekuja hapa kwa hasara, kutia hasara kanisa. Sadaka utoi, fungu la 10 utoi. Wewe ni mshabiki tu wewe. Kisha mtu mwambie tabia mbaya uache. Tuendelee kidogo au tuishie hapa kwa leo? Haleluya. Nasema haleluya. Kama una mtazamo wa kubembelezwa, we bado ni mchanga kiroho. Nasema we bado ni mchanga kiroho. Kama una mtazamo wa kutiwa moyo ndio uwe mshirika, wewe bado ni mchanga kiroho. Kama bado mpaka leo huna uhakika na baba yako wa kiroho, wewe bado ni mchanga wa kiroho. Maana kuna watu wamejaa mashetani au ndio wanaosumbua church. Anasema mimi sina mchungaji wa kiroho, baba yangu ni Mungu. Wewe ni muongo. Kama Mungu ni baba yako, basi nenda kamvishe baba yako Mungu mbinguni. Nenda kaongee naye. Mbona ukiwa na harisha unanifuata mimi mchungaji wako? Kwa nini usimfuate baba yako aliye mbinguni? Halo. Mungu amekupatia mchungaji kama spiritual coach kwa sababu yeye anajua unahitaji nini. Naomba niongee neno zito sana la kukusaidia. Kama uko kanisani na moyo wako ukubaliani na mchungaji, you are wasting your time. Unapoteza muda wako. Na naomba leo kwa sababu askofu wako waombe baada ya ibada kuandikia barua uhame kwenye hiyo kanisa. Kwa sababu huwezi kuwa chini ya mchungaji ambao humheshimu, ambao utambui neema yake, ambaye utambui mafuta yake, ambaye unamsengenya. Haya mambo ni Afrika tu, hasa Tanzania. Ndio wachungaji ambao wanasengenywa na washirika wao. Ni hapa tu Tanzania. Ni tabia mbaya kunyea maji unayokunywa mwenyewe. Ni tabia mbaya. Unakuja kanisani tukuombea alafu baada ya ibada unatusengenya. Utalaaniwa mama. Utalaaniwa. Ndio maana wengine wanaseeka kanisani hata baraka wasione. Ukianza kuona mtu ni mweusi, ujue ya kwamba anasengenya mchungaji wake. Hebu mkeuje kimwambie jirani, kumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mchungaji sio chaguo la kanisa.
Mchungaji hapigiwi kura na seshoni wala diakonesi, hapana. Mchungaji ni uteuzi wa Mungu kwa ajili ya watu. Ndio maana lazima umjue mchungaji kwa ufunuo. Halo? Nasema lazima umjue mchungaji kwa ufunuo. Wacha nikwambie maneno ya kusaidia. Pastor, sema sio saizi yako. Hata kama umemzidi hela, sio saizi yako. Hata kama umemzidi upako, si saizi yako. Hata kama umemzidi cheo, si saizi yako. Hata kama una magari, si saizi yako. Kwa sababu amepewa, sikiliza, pastor is an ordinary person who has been given extraordinary grace to help ordinary people to become superordinary. Hallelujah. Pastor ni mtu wa kawaida aliyepewa neema isiyo ya kawaida ili kuwasaidia watu wa kawaida waweze kuwa watu wasio wa kawaida. Hallelujah. Ndio maana ukiwa church lazima network zako za kiroho na zile nazitaga spiritual waves, mawimbi ya kiroho, yaambatane na baba yako wa kiroho. Yeremia 3:15 Bible inasema, nitawapa ninyi wachungaji wanaopendeza mimi Mungu moyo wangu, watakao walisha ninyi kwa maarifa na ufahamu. Hallelujah. Sikiliza, muda umekimbia, lakini tusonge mbele kidogo hapa. Amen. Kwa hiyo napozungumzia lazima ukue au kukua kwa kanisa, dalili za kukua kwa kanisa si tu kukua kinamba, hapana. Si tu kuongezeka kuwa wengi. Na kubaliana kabisa, kanisa kuwa na watu wengi ni mpango wa Mungu. Nafikiri wachungaji tunakubaliana. Wachungaji wengine si hawa, lakini ambao hawajafika, akiwa na kanisa la watu 10 anaanza kunyoshia vidole wenye makanisa marefu kwamba wale mashetani, wale Freemason wanaenda kuzimu. Mnaweza mkawa wachache lakini wote ni malaya, mkaenda jehanamu. Na mnaweza mkawa wingi na mbinguni mkaenda. Kwa hiyo si wingi au uchache unaoamua ubora. Huwa nazungumza hivi, popote penye ubora, wingi hauepukiki. Lakini popote penye wingi, ubora unahitajika. Na ubiri vizuri. Hallelujah. Yosha mkono, sema Mungu anapenda wingi, lakini Mungu anathamini ubora. Hallelujah. Sasa nazungumza nini? Kwamba kukua kwa kanisa, kukua kwa mtu si tu kwa wengi, lakini ni mtu binafsi aanze kuwa na capacity, uwezo wa kujisimamia, uwezo wa kujitetea. Kuna wakati wa kuombewa usiwe mrefu sana. Wewe haiwezekani miaka 10 kanisani bado unaombewa. Bado kila siku ni kukinga mkono uombewe. Utakuwa lini? Nasema utakuwa lini? Kazi yako ni kulialia. Usipotembelewa siku moja unahama na kanisa. Wewe ni mchanga kiroho. Utakuwa lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uanze kuwa kiroho, moja ya dalili ambayo inakuonyesha umeanza kukua kiroho, Mungu anaanza kukaa mbali na wewe. Hiyo utaipenda. Ukitaka kujua umeanza kukua kiroho, Mungu anaanza kukaa mbali na wewe. Amen. Ukiwa bado mchanga, ukiomba tu Baba, leo hakuna hela. Ukimaliza tu amina, unasikia hodi, Bwana amenituma nikupe hela. Sababu wewe bado ni mchanga. Mungu anasema asije akarudi kwenye pombe huyu. Wacha nimtie moyo nimpe hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiumwa tu kidogo tip, watu kama 30 wako nyumbani. Mpendwa, tumekuja kukutia moyo, unaendeleaje? Tumekuja kukuombea. Haleluya. Ujue bado wewe ni mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapoanza kukomaa kiroho, Mungu anaanza kukaa mbali na wewe kidogo. Mungu anaanza kutenga na kukutengea watu uliokuwa unaishi kwa kuwategemea. Kwa maana nyingine, kuna siku utakuwa mgonjwa na hakuna mshirika atakutembelea. Kuna siku utafiwa na baba yako na hakuna watu watakuja nyumbani. Mama, kuna siku utajifungua na hakuna mtu atakuja hospitalini kubeba kama mtoto. Hiyo ni kuonyesha kwamba katika realm the spirit wewe si mchanga tena.
Moja ya ishara za kwamba unakuwa kiroho, Mungu anakuondolea wa kukutegemeza. Unaanza kukaa peke yako. Ukija kanisani hawakutii moyo, wanakuvunja moyo. Unategemea watakusifu umechana nywele vizuri, wanakutukana. Nywele gani kama fisi hizo? Wanakuvunja moyo. Brother unaimba na kupiga kinanda vizuri, ukimaliza wanakufuata wanaambia mpigo gani huu wa kimataifa? Wewe ni malaya wa kiroho. Unahubiri vizuri, baadaye watu kutie moyo, wanakufuata na sema mahubiri yenyewe umekopi kwa watu. Ujue kwamba kuna level ya ukomavu. Bwana Yesu asifiwe. Usiposengenywa, ujue kwamba viwango vyako ni vya kawaida. Nami namuomba Bwana wa majeshi, wasengenyaji wachache wasiishe kanisani. Hata kama Mungu anaondoa, wabaki angalau 5 kwa ajili ya kufanya kazi ya kukomaza watu. Wakukwaze, wakuchokore, wakusengenye, ili ukirudi nyumbani ukomae. Bwana Yesu asifiwe. Lakini napenda washirika wakomavu. Atiwe moyo, asitiwe moyo, Yesu ni Bwana. Ashangiliwe, asishangiliwe, Yesu ni Bwana. Apigiwe makofi, asipigiwe makofi, Yesu ni Bwana. Umtembelee hospitalini, usimtembelee, kanyaga chini, ngoma iendelee. Haishi kwa mawazo ya watu, anaishi kwa makusudi ya Bwana. Mimi siishi kwa mawazo yenu. Watu ni watu, watasengenya, wataacha, watalala, lakini makusudi ya Bwana lazima yatimie. Somebody shout hallelujah. Gusa mwenzako, mwambie sitegemei mawaidha yako. Na huyo mwingine mwambie sitegemei pongezi zako, kwa sababu ninamjua niliyemwamini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitajuaje mshirika ameanza kukua kiroho? Si kusema tu rabababababa. Hiyo sio. Hallelujah. Si kuimba peke yake yawe, sio. Kuna vitu vikionekana kwako ni dalili ya kwamba you are growing spiritually. Moja ya dalili nyingine ni uwezo wa kubeba majukumu ya kanisa. Wacha nisukume hiyo. Sema amina. Najuaje huyu mtu anakuwa kiroho? Ni uwezo wa kubeba majukumu ya kanisa. Kalebu mtoto wangu yule, siwezi kumtwisha majukumu. Kazi yake ni kula na kunywa na kudai sprinkles na vitu vyake. Lakini kaka yake siwezi kumtafutia sprinkles kwa sababu amekuwa anastahili kuoa, awajibike. Ukiona una mshirika ambaye kila siku yeye kazi yake ni kupokea, mshirika ambaye anapenda samaki kuliko kupenda nyavu, bado ni mchanga. Unaona kiasi kupake samaki hivi, leo utakupa nyavu ukavue mwenyewe. Usitusumbue na kudai dai samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubeba responsibility. Moja ya jukumu kwa nini uko church ni kwa sababu Mungu anataka ubebe mzigo wa hii kanisa. Uwe na wajibu hapa kanisani. Uwe na kazi ya kufanya kanisani. Kwa lugha nyingine, umeokoka utumike. Umeokoka ufanye kazi ya Bwana. Umeokoka uwe na majukumu. Hey! Kutumikia Bwana ni zaidi ya kuhubiri. Kutumikia Bwana ni zaidi ya kuimba. Kutumikia Bwana ni zaidi ya kuonekana madhabahuni. Lakini ni kufanyaje mabibi na mabwana? Ni kutumia neema, ni kutumia vipawa, ni kutumia karama na huduma na ile neema Mungu aliyo deposit ndani yako kuendeleza ufalme wa Bwana. Sasa hebu muulize mwenzako, wewe unafanya nini kanisani? Shirika mwingine yuko hapa, hakuna alichofanya. Hajai kununua feni, hajai kununua saa, hajai kununua hata battery za microphone, hajai kununua hata maji ya kunywa maaskofu, hajai kununua hata kebo moja ya kufanya. Ila tu kusema tu sisi ni washirika wanayothi, Bwana naomba tusaidie Bwana. Acha upentekostolism. Bwana amekuita ili uwe na jukumu la kufanya. Haleluya. Nasema haleluya. Bwana asifiwe. Asante Roho Mtakatifu. Na
ili tukupe majukumu, lazima ututhibitishie wewe ni mtoto wetu. Amina, nimeipenda hiyo. Nasema na hii nyingine nimeikubali. Ili tukupe responsibility, lazima ututhibitishie wewe ni mtoto wetu. Kanisa halijengwi na washirika. Kanisa linajengwa na watoto. Aya, na ubiri vizuri tena asubuhi ya leo. Nasema wewe ni mshirika au ni mtoto. Na si mtoto tu, lazima uende sifa nyingine ya mtoto. Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu hasa kwenye imani. Kuna mwanangu, lakini kuna mwanangu hasa kwenye imani. Nisonge mbele hapo. Na nakuuliza, wewe ni mtoto, wewe ni mwana au ni mpita njia au ni mgeni? Na kama ni mtoto, ni mtoto wangu hasa. Kwa nini naongea hayo? Tunaogopa kuwapa majukumu watu ambao hatuna uhakika kama ni watoto wetu. Ukinitembelea nyumbani dada, cha maana nitakachokupa ni ugali na wali na nyama choma na kitanda cha kulala. Basi sitakwambia kakate kuni, sitakwambia kachote maji, sababu wewe ni mgeni. Ukiwa church na pastor akupi majukumu, ujue mawili: wewe ni mgeni au ni mtoto haramu. Kwa sababu mtoto halali anakubali majukumu ya baba yake. Pale hakuna amina, acha nijihubirie peke yangu. Nasema mtoto haramu huwezi kumpa majukumu. Ndio maana ukiwa church kila wakati unatumwa. Joshua, simama, kimbia, kalete Biblia, kalete maji. Nenda Joshua sokoni, kimbia Joshua, peleka barua kwa Bishop Mwasota. Nenda, usijiulize mbona kanisani tuko wengi na tumwa mimi peke yangu. Ujue kanisani kuna washirika na kuna wanaharamu, lakini watoto hasa wanawajibishwa na baba zao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto haramu hakemewi. Mtoto hasa ninamkemea. Ukiwa church na ukemewi, ujue wewe si mtoto halali, ni mtoto haramu. Na shida tulionayo, nisonge mbele kidogo uniishia. Shida tulionayo, tuna wanaharamu wengi kanisani ambao hataki akemewe, hataki aulizwe. Wewe unataka nisikuulize, katafute kanisa ambalo haulizwe. Ukija kwenye kanisa hili, fuata mfumo huu, fuata taratibu hizi, fuata tunachokiamini, fuata culture, utamaduni, the culture of the church determines the operation of the ministry. Fuata maelekezo yetu. Bwana nifuatilie nitoe fungu la 10. Naenda kule ambako wakufuatilia. Ukija hapa, kubali ni kufuatilia. Uwezekani baba una watoto, si ndio? Alafu wa kike unao. Wana umri gani mmoja? Miaka 12. Kamdada katokomee tu siku moja tip, kameondoka. Alafu baada ya wiki 2 kanarudi. Alafu kanaongea tu haleluya baba, muone asifiwe Bwana. Niko salama, naendelea vizuri. Alafu eti leo mwambie tu mtoto wiki 2 haukwepo. Basi Mungu akubariki, endelea tu na mashughuli yako. Unaweza ukafanya hivyo. Sasa wewe una ujasiri gani kupotea church wiki 3? Alafu unakuja kana kwamba hakuna ulichofanya. Yaani tabia ya kukosa kanisani umefanya ni mfumo wa maisha. Alafu nataka tukuangalie kwa macho mazuri. Wewe si mtoto, wewe ni mwana haramu. Mtoto nitamuuliza. Sema amina Tanzania. Sisikia amina wa Kenya wachache walioko hapa. Nasema mtoto lazima uulizwe. Nikiona macho yameanza kuwa mekundu lazima nikuulize. Vipi? Vipi, mbona unavuta bangi nini siku hizi? Mbona macho mekundu? Dada, nikiona hujaolewa na tumbo limeanza kuwa kubwa na haki ya kukuuliza vipi? Kwa sababu ndio wajibu wangu. Maandiko yanasema fanya bidii kujua hali ya kundi lako. Kwa hiyo kama mchungaji nafanya bidii kujua kondoo wangu wanaendaje. Maswali ni sehemu ya wito wangu. Maelekezo ni sehemu ya wito wangu. Na moja ya tabia nyingine ya mtoto anayekua, hupokea maagizo na kuyatekeleza. Nasema hupokea maagizo na kuyatekeleza. Haleluya. Kila maagizo kanisani yamebeba nguvu ya hatima yako. Na ubiri vizuri. Nyosha mkono, sema mshua na ubiri vizuri.
Kila maagizo yamebeba nguvu ya kukusogeza kwenye hatima yako. Every instruction carries the power to take you to your destiny. Kwa hiyo ni jukumu lako. Sikiliza, maagizo ukiyakataa, umekataa mustakabali wa maisha yako. Amina. Kuna maneno magumu sana kwenye kitabu cha Joshua. Mlango wa kwanza mstari wa 16 nafikiri. Kule mbele. Joshua. Baada dakika 5 namaliza. Nyinyi nafikiri nitahubiri mpaka saa ngapi? Petro alijaribu kuhubiri yote ikamshinda akafa. Na mimi nataka nichangie mawazo madogo niende zangu. Joshua 1:16-17. Bible inasema baada ya Musa kuwa amekufa. Ukisoma Joshua 1:1, Bible inasema baada ya kufa Musa, mtumishi wa Bwana akasema na Joshua, mtumishi wa Musa. Napendaga hiyo transaction. Mungu anajua details kuliko sisi Wanyakyusa. Mungu anasema baada ya kufa Musa, mtumishi wa Bwana akanena na Joshua, mtumishi wa Musa. Mungu arudii makosa kwamba Joshua ni mtumishi wa Bwana. Joshua si mtumishi wa Bwana. Ni Joshua ni mtumishi wa Musa mpaka Musa afe. Ndio maana we cannot have two kings in one kingdom. Hatuwezi kuwa na wafalme wawili kwenye ufalme mmoja. Hatuwezi kuwa na mapasta wawili wenye maono sawa ndani ya kanisa. Matokeo yake ni vita ya kiroho. One pastor, one church. Wengine wote ni wasaidizi na ni watumishi wa mchungaji. Hii ukipewa madhabahu kidogo unatamba ni makosa ya jinai. Kifungo chake ni miaka 10 mpaka 30 jela. Kuna watu baba tukiwapa madhabahu kidogo, sikia atatamba. Kwanza ule mkwala tu anaotoka nao kuja ukimkaribisha. Leo mwanangu anaenda kuhubiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema fire. Leo utapiga kitu. Hata baba yenu hajawahi kupiga. Hii ni supernatural power. Sema fire. Huo ni utundu wa kiroho. Ukipewa madhabahu nyenyekea. Ukipewa huduma nyenyekea. Kwa sababu kutumikia Mungu si lazima, ni fursa. It is not your right, it is an opportunity. Use it wisely and humbly. Sema amina. Amen. Hallelujah Tanzania. Amen. Sasa maandiko yanasema hivi. Baada ya kufa Musa mtumishi wa Mungu, sema amina. Amen. Sipendi amina kwa dhaifu, sema amina. Amen. Mungu akanena na Joshua mtumishi wa Musa. Bwana asifiwe. Sasa ndio akatoa maagizo pale. Mstari wa 6 anamwambia Joshua, uwe shujaa na moyo ujasiri, maana ni wewe Joshua utawarifisha hao watu. Hiyo somo ni kihubiri masaa 2. Kwa sababu watu wanakuja kanisani hawana shida na Mungu, wana shida na mtumishi wa Mungu. Na hawajui Mungu baraka amezihamisha kwake, ameziweka kwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo wanakuja kanisani na wanakuwa pua, masikini, wenye mashetani, hawabadiliki. Kwa sababu wamekataa Mambo ya Nyakati 20:20. Mambo ya Nyakati 20:20, Mambo ya Nyakati wa pili. Yanasema muaminini Mungu nanyi mtathibitika. Aminini manabii wake nanyi mtafanikiwa. Mafanikio hayapo kwa kumwamini Mungu. Mafanikio yako kwa kumwamini mchungaji. Mchungaji gani? Mwenye madeni. Mchungaji gani? Mwenye hasira. Mchungaji gani? Juzi alipiga mke wake. Mchungaji gani? Ambaye anaonekana hata hana upako, akitembea kama anarudi nyuma. Mchungaji gani? Hajui hata kizungu. Mchungaji gani? Hajui hata kuvaa koti, akivaa koti kama blouse. Mchungaji gani? Huyo wa design hiyo ndiye Bwana ameweka baraka zako kwake. Bible inasema ukimwamini huyo utafanikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Dakika 5 zingine zimefika. Ni naruhusiwa 5 zingine. 5 za mwisho. Mimi kuna mambo nayaangaliaga. Najua hawa watu hawana moyo wangu. Yaani nikiangalia baadhi ya washirika, najua tu tuko pamoja lakini hawana roho yangu. Na najuaje hawana roho yangu? Namba 1, hawafurahii mahubiri yangu. Kama wewe unavyokuona hatuko pamoja, sababu ufurahii mahubiri yangu. Na niliwaambia viongozi ni marufuku kukaa mbele kama ufurahii mahubiri yangu. Kaa nyuma kule, sio kanichawika hapa kwa leo. Kama ufurahii mahubiri, kaa kule. Haleluya. Amen. Haiwezekani ukazaa mtoto wa jameni. Hata kama kweli ni biolojia, mimi sijasoma sana biology, nimeshia form 4 ya Tanzania. Lakini ukweli, mtoto ambaye hana hata alama moja ya kwako wa jameni
hata basi kale kanukta tu kamoja keusi, hata kanyusi basi kawe kakubwa kidogo kama kakwako. Mtoto unaangalia rangi kuisha hamna, unaangalia urefu hamna, unaangalia macho hamna, hata masikio hamna. Kwa kweli ni mtoto wangu, lakini jamani hata kalama kamoja hakuna kweli dunia hii. Sasa ndio kilio tulionacho. Tuna watoto wa kiroho, lakini ukimwangalia hata dalili ya kwamba ni mtoto wako hakuna. Hana swaga zako, hana maneno yako, hana hata tembea yako, hana hata kitu ambacho umeshawahi kuhubiri kikamsaidia. Yaani ukimwambia ongea, utasikia kama siku moja Moses Kulola alivyohubiri, kama siku moja T.D. Jakes wakati anahubiri, nakwambia nilimwona Maboya akihubiri. Na wewe ndio mchungaji wake, umekaa unajiuliza kweli miaka hii 5 hakuna hata point ambayo unasema kama baba yangu fulani. Wachaneni washirika. Woyo. Haleluya. Ndio shida tulionayo, kwa sababu ni rahisi sana kuwa na roho ya Mungu kuliko kuwa na roho ya baba yako. Ukitaka roho ya Mungu pokea, inueni mikono, sema Roho Mtakatifu nijaze, pokea. Lakini ukitaka roho yangu, sikupi wa kupokea. Pastor niwekee mikono na roho yako, haiji kirahisi namna hiyo. Hiyo ni somo lingine tunaliposition. Sema amina Tanzania. Sema Joshua 1:16-17. Wakamwambia Joshua hivi, sikia. Joshua akasema yes sir, kama tulivyokuwa na Musa tutakuwa na wewe. Popote utakapotuagiza tutaenda, lolote utakalotuambia tutatenda. Wewe Joshua uwe mkutu na moyo jasiri. Alafu anamaliza kusema asiyetekeleza maagizo yako kufa na afe. Soma hiyo maandiko, kufa na afe. Alafu watu wote wakasema amina. Mimi naogopa usiseme amina, maana utakufa kweli. Haleluya. Pastors tuna shida, maana tunakemeaga mashetani yaliyoko Kimara na external na kule kwako pastor. Toka mashetani ya Kinyerezi, toka mashetani ya Bunju, tunayafunga na kuyaua. Lakini tumesahau mashetani ni haya yako chache. Haya ndio more dangerous kule ya nje. Haya ambao ukisema kwenye maombi, pastor anakuambia sema baba, tutakuja baba. Wanyakyusa sasa na Wasukuma wachache walioko hapa, waangalie kwenye maombi, hawapo. Tutakuja kwenye semina, haleluya, waangalie kwenye semina, hawapo. Tutatoa mchango wa ujenzi, woyo, wafuatilie, waambie ule mchango vipi, hawapo. Kwa nini? Tuna washirika lakini hatuna watoto. Maombi yangu kwenu wa bibi na mabwana, hama kiwango cha kuwa mshirika, uwe mtenda kazi na watoto hasa, ili uwe faida kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema lolote nitakaloagizwa nitafanya. Sauti ndogo siipendi, unaona hata kusema usemi. Ila ningesema Simba amemfunga Yanga ungeshangilia. Sema lolote nitakaloagizwa nitafanya. Popote nitakapotumwa nitaenda. Haleluya. Nitakuwa na moyo wa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huna baba wengi, una baba mmoja, na huyo amebeba hatima yako. Huwezi kukua bila neema ya baba yako. Wazungu wanasema you cannot fly without the wings of your father. Huwezi kuruka bila mabawa ya baba yako. Baba yako anajua neema. Usipishane na yeye. Acha kukemee, wacha kusaidie, wacha kupeleke mali. Jiconnect na baba yako wa kiroho. Watu wakisema unajipendekeza, sema najipendekeza kwenye mbeba mamono yangu, kwenye mbeba hatima yangu. Haleluya. Mtumikie kwa mali zako, mtumikie kwa moyo wako. Furahia swaga zake, tamani kujua anapenda nini, maana kama alivyo baba ndivyo alivyo na watoto. Nikiconclude, acha utoto. Gusa kitu cha mweza kuambia acha utoto.
Mtukane kidogo, mwambie muangalie alivyo. Mwambie acha utoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, sikiza, kanisa ile halina upendo, mimi unaenda wapi? Ushauri wangu, ukiona kanisa halina upendo, vumilia. Maana hayo ni mashetani ambao angalau umeyazoea kidogo. Ukihamia kanisa lingine ni mashetani mapya. Kwa hiyo una miaka mingine kama 5 ya kuyazoea tena. Na ukishamaliza kuyazoea utakuwa yenyewe hayana upendo. Utahama tena. Mtu mkomavu hakimbii changamoto. Mtu mkomavu anajua namna ya kutoka. Na waombea baraka sana. Haleluya. Bwana awasaidie kabisa. Uwe wa baraka kanisani, maana ukiwa wa baraka hata kufa haufi haraka. Ukiwa unasengenya tutakuzika pole na tukiimba nyimbo za Kinyakyusa, ikujonga jumo jumo pamusi na pakiro. Tusimame. Watoto wa nyumba hii waseme amina. Watoto wa mchungaji Bishop waseme amina. Haleluya. Kidogo kimbe kidogo, dakika 3 4. Ni wewe wakuabudiwa ndani yao, katika jina la Yesu Kristo. Kukawe na badiliko la mtazamo juu ya huduma uliotuletea. Watu wote washindi waseme amen.